Kuna mahali unaweza kwenda uote na madhabahu ya Mungu, maana hata nao madhabahu ya Mungu hufanya nini? Inafanya watu waote. Mnakumbuka Jacob wakati alilala kwa jiwe, madhabahu ambayo iko hapo Betheli ilifanya aote, akaona kuna ngazi inaenda juu ikirudi chini. Hivyo hata shetani naye hufanya mahali kuna madhabahu yake imeinuliwa, na anatumia sometimes anatumia damu kuinua hiyo madhabahu, anatumia sacrifice za binadamu, anatumia vitu nyingi. Hiyo madhabahu mahali iko inafanya area hiyo watu waote doto, na kwa hivyo doto zote zinahitaji kuwa judged. Hauwezi kukubali doto straightforward useme nitafanya vile imesema, maana hapa baadhi yenu kuna watu hapa wameota wakiwa wanaishi na wake wa watu wengine. Ni vizuri kwenda kuchukua mke wa wenyewe kupitia kwa doto? Unapima doto, hiyo spirit iliongea ilitoka wapi? Hiyo spirit imenena ni gani? Na Biblia inasema doto gani official? Doto za wazee. Hii watu wamefika miaka 50 kuendelea mbele, doto zao zimeandikwa ni official kwa Biblia. Lakini hao watu wale wengine, wasichana, vijana, kina mama, washanga, doto zao sio vizuri kuzichukua serious. Ni vizuri kuzijaribu, maana unaweza kuota 10 one night, na unaweza kuota doto inakuambia vitu ambavyo ukifanya utarara ndani. So ni vizuri doto yote unaota ujue si mchezo, si haikuchezei. Kuna ulimwengu wa roho na kuna kile unataka kukuambia. Na kuna watu wanaota wakiwa wamekufa, na kuna watu wanaona katika doto wako na babies wananyonyesha, lakini ni real life hawana. Na kuna wanawake wanaota wakiwa na mimba na hawana. Hii ni kumaanisha hiyo sio kitu ya kusema iende. Hiyo ni nini inaniambia hivyo? Nani ananisungumzia hivyo? Okay, nimelala tukiwa na nimeota tumelala na fulani, na huyo ni wa neighbor. Nani anaongelesha mimi hivyo? Na sometimes unajua kuna mtu aliniambia ati ukiota doto ni vizuri uulize yule uliota naye kama aliota hivyo. Hiyo ni msheso ya paka na panya. Hii madhabahu inaweza kuotesha wewe na yule inaotesha, na nyote muone the same dream. Hiyo si kumaanisha ni Mungu ameongea, kwa sababu hata hizo madhabahu zinaweza kuongea na muote the same dream mkiwa watu kama watano. Mkutane mwambiana, na niliota na wewe hivi na hivi, hata mimi niliota, mpaka mseme mimi nafikiria Mungu anasema uwe unanipikia kwangu. Ndoto yote inataka iwekwe kwenye ratili, ijaribiwe, maana ni roho, ni sauti. Bwana Yesu asifiwe. Na kabla hatujafika kwa mambo haya, ningependa tuone mtu anaitwa Jona. Jona, hakuna mtu hapa hajui ya kwamba alimeswa na nini? Na samaki. Na samaki inaweza kumesa adult man, ni samaki kubwa. Na ilimumesa karibu na ilimumesa kwenye Mediterranean Sea. Na ilimutapika tu hiyo Mediterranean Sea. Na ilienda kwenye bahari siku 3, usiku na mchana. Kisha ikamtapika. Sasa mimi huwa najiuliza hivi, ndio isikie kutaka kutapika, maana ilimkula ikiwa chakula. Ni wapi, ni kitu gani kilifanyika ndio Mungu aiguze isikie kutapika? Maana Biblia haisemi ikafungua mdomo Yohana akatoka. Biblia inasema ilianza kutaka kufanya vile mtu anafanya, ikatoa. Jona akatoka hapo akaoga na maji ya chumvi, akakaa kando ya bahari, akasema Mungu nitaenda Ninawi. Ninefe, samaki haikutapika Yohana Ninefe. Ni vizuri tuelewane ya kwamba Ninefe ni pande hii ingine ya Iraq, na samaki ilimomeza pande ya Israel. So samaki hiyo kama ilimtapika Ninawi, ingebidi isuguke South Africa, maana Suez Canal haiko imejengwa. Ingebidi isuguke South Africa, ikujie Mombasa ikiwa na Jona, ipande mpaka ingia Gulf of Aqaba, ingia Ninefe. So haikuenda hivyo. Alikuwa anapigishwa tour Mediterranean Sea. Na wakati alitapikwa, Biblia inasema
alichukua safari akapitia njia ya kawaida ya Ninefe na akaenda mpaka Ninawi kuhubiri habari njema. Sasa kile kilifanya Jona atapikwe ndio kimefanya nihubiri leo hapa, ya kwamba wewe unatakikana uobserve mambo yako vile inaenda, uangalie vile maisha yako inaenda, wewe mwenyewe urudi kwa mfuko yako, ama uende kwa vitu vyako vile unapenda, ushukue kitu unapenda upeleke kwa madhabahu ya kanisa na useme hii kitu baada ya kuangalia hali ya hewa yangu ya kiroho na nimeona sasa mahali nimefika, natakikana niende kwa madhabahu. Especially ukiona ombi limeombwa mara ya kwanza halikujibiwa, mara ya pili halikujibiwa, mara ya tatu halikujibiwa, sasa limekataa kuongea, liko na madhabahu. Kwa hivyo inabidi mtu aende kwa madhabahu akajibiwe. Na hata Yesu mwenyewe aliomba mara tatu ya kwamba Mungu amuondolee kikombe. Hatuone akiomba mara ya 4. Paulo mwenyewe aliomba ya kwamba aondolewe mwimba mara 3. Hakuomba mara ya 4. Sasa watu wakajado kile kinafanya muombe ombi moja mara 10 ni kukosa maarifa. Kwa sababu hata wewe ukioa, wewe ukiwa mane hapa, tisha mke wako mara 10 maji ya kunywa, mtaonana, haitaletwa. Aya, mama nipe maji ya kunywa. Mama nimesema unipe maji ya kunywa. We mama nimesema, atakuja bila maji ya kuuliza ni nini? Ni nini? What's going on? Mungu wa mbinguni ukimuitisha kitu kimoja mara nyingi, atakuja na kiboko. Na hii ndio imekuwa tatizo ya kwamba tunaombea kitu kimoja mara nyingi na Yesu alikataa. Alituambia kwamba ask and it shall be. Kwa hivyo alisema tuitishe. Akasema in case king, ndio nimesema inaweza kwenda mara 3. Ukiona asking, Bwana nipe husband, nipe husband, nipe husband, imekataa, kwa nini kuendelea kuitisha? Na Mungu ukiona ametuweka hii masikio, unafikiria yake ni size gani? Wewe imagine yake ni size gani? Na Biblia inasema ati wakati ameketi chini hapa kama sturu, size ya huko kwingine. Na ndio anasema ukimuona, ukiuliza ile ni nene, ni Mungu, unaanguka tu unakufa. So ni mkubwa. Kwa hivyo ukisema tu atana whisper, baba nataka kuolewa, anasikia. Ukisema mara 2 mara 3 uone hakusikia, Yesu alisema uende kwa level ya pili ya maombi. Level ya pili ya maombi ni nini? Seek. Seek ni kutafuta. Kwa nini sijibiwi? Kwa nini nimeitisha husband na sijibiwi? Hapo ndipo mtu anaanza kuobserve hali ya hewa ya kwenu. Je, kwetu wasichana wanaolewa, huwa wanaolewa? Watu wale wanaitwa kama mimi wanapatanga husband? Unaanza kuobserve. Sasa wewe ni kusiki, na hapo ndipo hata unaweza kufunga kula chakula. Ukitaka kufunguka macho, baba niko nafunga kula chakula siku kadhaa, nataka nijue ni kwa nini nimeitisha husband mara 3 na sikupata, nimeitisha pesa mara 3 na sikupata, nimeitisha kasi mara 3 sikupata. Unaingia kwa seeking. Pengine kuna makosa, pengine kuna madhabahu, pengine kuna something. Seeking sasa ikimalizika na bado hukupata, Yesu akasema tuende kwa nini? Knock and it shall be. Sasa knock ni kutafuta milango ile imefunguka kwenu na ile haijafunguliwa. Na hauwezi kuvunja milango ya kiroho. Milango ya kiroho inafunguliwa kwenye madhabahu ya Mungu. Jona alikuwa amefungiwa kwa samaki. Anataka mlango ya samaki ifunguke, ambaye ni mdomo, atoke. Washa tuone aliomba vipi. Madhabahu na yako kwa samaki, Mediterranean Sea. Kwanza hakuwa ametoka huko. What prayer did he pray? Angalia kitabu cha Jona sura ya 2. Jona sura ya 2. Jona sura ya 2. Mtumishi wa Mungu aliomba.
Na Biblia inatuambia kwamba Jona aliomba maombi hii akiwa ndani ya tumbo ya samaki. Na ndio mimi huwa naambia watu, haijalishi mahali unaombea, bora uwe unaombea ukweli. It doesn't matter location. Kwa tumbo ya samaki alikuwa na problem nyingi. Nafikiria nikisoma Kiingereza nitafahamu vizuri kuliko hata Kiswahili. Kiingereza inasema hivi, habari ya Jona katika tumbo ya samaki. Inasema verse 1, from inside the fish Jonah prayed. Hata alikuwa naombea wapi? So unaweza kuombea anywhere, bora usilale. Bora unaomba vizuri. Na sio lazima ate ukiomba ufae kitambaa ya white. Na sio lazima ukiomba ukae chini ya neti. Please. Alikuwa naombea kwa samaki hapo, hakuna kujipanga, hata hakuna kupiga magoti. Nani atapiga magoti ndani ya mara ya samaki? Tuseme washa nipiga magoti na samaki inaenda. Hata utapiga magoti ama ni kutafuta, unatafuta pumuzi. Aliomba. Jonah prayed to the Lord his God. And he said many things there. Akaongea mpaka ukiangalia verse 2, anaita ndani ya tumbo ya samaki hero. Anasema in hero I called God. Kiingereza ya zamani inasema in the deep. Na deep ni hell. Akamuita Bwana. I asked for help. And you listened to my cry. Akaomba, lakini alipofika verse 7 alisemaje?